Bismillahirrahmanirrahim. Tumesherehekea sikukuu ya Eid al-Fitri sehemu mbalimbali duniani, tukitofautiana, wengine siku moja na wengine siku inayofuata, na hii inatokana na miandamo ya mwezi. Lakini bado tuna haki ya kufuata utaratibu na sunna alizotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliotangulia kwa majira ya kwao hawajakosea, na waliosubiri kwa majira ya kwetu pia hawana hatia. Ni 29 umeonekana ni sawa, ni 30 kuonekanwa ni ukamilishaji pia. Allah awaunganishe Waislamu katika msimamo wa umoja. Fuata vile ambavyo unaamini ni sawa, lakini zingatia pia haki ya kielimu na maumbile yaliyoridhishwa na Allah, bila kulitaja taifa la kufuata katika kadhia inapotokea juu ya muandamo wa mwezi. Basi kuunganisha maumbile yaliyotuwekea Allah na elimu na uchambuzi, vyote vikaribu na utumiaji wa akili zetu tuzitumie. Tunamshukuru Allah aliyetukuka ambaye katuwekea pia saumu ya siku 6 inayokwendana na mwezi huu mzima wa Shawwal. Baadhi yetu hawajaona umuhimu wa sunna hii ya 6 Shawwal, kwa maana faradhi ni Ramadhani. Ni ukweli, lakini hakuna hata mmoja apendaye kupungukiwa na lake alipendalo au kucheleweshewa lile alipendalo. Basi funga ya 6 ina faida 2 kwa wakati mmoja. Kwanza ni kuisafirisha saumu yako ya Ramadhani isipatwe na vikwazo au kutundikwa baina ya mbingu na ardhi. Inahitaji kisukumacho iende kwa haraka. Kama ni mzigo kwa mambo ya kidunia, basi ni DHL, na kama ni chapisho la waraka, basi kuscan kwa usafi ule ule, lakini kufikishwa pahala pake. Ama kwa upande mwingine ni kupata ile baraka ya kujaziwa thawabu, kwamba kufunga 6 ni sawa na kufunga mwaka mzima. Ni dhahiri muumini hupenda mema yake yafunike au kufuta makosa yake, na mwema ni ule aiwazae kesho yake ya maisha kuwa si hapa ni huko kulikotangulia wazazi, ndugu na jamaa zetu. Basi akayaishi maisha ya kidunia kama ya kupita, ni sahani ya muda tu, chambilecho cha watengenezaji disposer, yaisha na uitupe. Na tengeneza maisha ya akhera ni kwenye uhai wa milele wa raha kwa aitakaye, na majanga kwa apuuzaye maamuru ya Muumba wetu. Ni nani kaitumia sikukuu vizuri na akajizuilia na maasi siku ya Eid? Ni nani kaziporomosha amali zake zote kwa kurejea haramu, na kumbe kashinda na njaa bure? Ni fahari kubwa kwetu kuithamini saumu, hasa kwa kuwa Allah kaitaja ni yake. Je, wewe na mimi kumtumikia aliyetuumba, mwenye makazi na malipo ya kudumu? Nani kajivuruga? Na ni nani mjinga wa hisia kati yetu? Maana kama ni elimu, tumepitia mwezi mzima wa Ramadhani. Allah havihakiwi. Enyi tulioteleza, tuyatengeneze maisha yetu ya kesho. Amali zote zipo hapa duniani. Usifanye ubabe na ukatili na kutesa wengine ukadhani huishia hapa. Uandikwa ni anabaki, utasailiwa. Sanjari na kufanya mema na kujaza matumaini. Penda kusaidia wengine, penda kusuluhisha wagombanao. Toa ushauri mzuri kwa wanaokujia, uwape busara na hikma zako. Hurumia wadogo, usiwaonee wala usiwadhalilishe. Penda sana wazee wako na wanyenyekee, faida itarudi kwako. Itunze ndoa yako, wafurahi aila yako, lakini kubwa mpende mtume wako, kiongozi wa dini yako. Bali kubwa kupita yote, imani yako ituame katika itikadi ya kuwa hakuna mola ila Allah asiye na mshirika. Maisha haya tunayoyaishi ni yenye muda mchache sana. Pale upatapo fursa ya kufanya kile ulicholetewa hapa duniani, kifanye nacho ni ibada. Na nini ibada? Ni kila lililokuwa aliridhia Allah, sio sala tu au saumu pekee, sio hija tu, wala sio zaka tu. Ibada ni uwanja mpana, lakini tategemea mtu anauzungukia vipi uwanja huo. Tusome sana dini, kwani kuisoma kwake ni pamoja na kusoma sharia, hukumu na matukio ya kale juu yaliyotekelezwa na waliowema, na kaidi zilivyoarudi wanafiki na waliokufuru. Tunamuomba Allah atujalie kukamilisha funga hii ya 6. Walioanza Jumanne watamaliza Jumapili wasipoacha siku, na watakaokatiza katika mtiririko, basi wana nafasi ndani ya mwezi huu wa Shawwal kuzipata hizo siku 6, si zaidi ya hapo. Lakini tunawakumbusha wale walioziwacha saumu zao za Ramadhani kwa dharura zilizokubalika, na waanze sasa kuzirudia kwa idadi sawa, ili wasiwe wauliza maswali wiki kabla ya Ramadhani ya mwakani.